So guys, welcome back to Emmanuel Lord Media Empire. Leo tuko na mgeni na ni vizuri sana kila wakati sisi tunakuambia kwamba endelea kuoji, kutufollow kila wakati tuko na wageni hapa. Na leo tumempata mgeni mmoja mahususi, mgeni mzuri sana. Kwanza kabisa ataanza kwa majina, anaitwa nani? Atajiintroduce tujue. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana Emmanuel Lord. Nimeshukuru kufika katika studio yako siku ya leo. Yes. Na si rahisi. Yeah. Na nakupongeza sana kwa kunipatia huu muda. Yes. Na this opportunity to visit your show. Mimi kwa majina kwanza nitakwambia naitwa kama the president. Yes, the president mwenyewe. Yeah. Naitwa kama the president. Yes. So mbona ukajiita president ndugu yangu? Jina the president. Yes. Mimi najiita the president kwa sababu najaribu kupigania haki za Wakenya wenzangu. Okay. Na haswa wale watu ambao wanapigania ni wale watu ambao wanaitwa marginalized people. Yes. Marginalized people in short tunajaribu kusema kwamba hawa ni watu ambao wanapatikana katika mipaka. Okay. Mipaka kama vile mpaka wa nchi, mpaka wa county, okay, mpaka wa constituency, yes, na mpaka wa ward. Yes. Yeah. So mimi ni the president ya marginalized people. Okay. Kwa hivyo mimi napigania wana mipaka. Okay. Kwa kifupi. Yeah. Yes. So ni nini kilichochangia wewe ukachukua huo mkondo wa kujiita president ama huo mkondo? The reason why mimi niliamua kuwa the president, yes, vile najiita, ni kwa sababu nikaona yale masaibu na yale majanga ambao marginalized people wanapitia. Watu wa mipakani. Hata tukiangalia kitaifa, watu wenye wako kwa mipaka wako na changamoto sana. Okay. Tukiangalia kikaunti, watu ambao wanaishi katika mipaka wako na changamoto zaidi. Tukiangalia katika constituency bado hawa watu wako na mpaka. Na vile vile sasa tena tukienda pale chini kwa ward, pia hawa watu wako na changamoto ambayo wana face, okay, kimaisha. Yes. Na kando na kuface kimaisha, kimaendeleo, especially when viongozi wako concerned. Kwa sababu sielewi hawa watu wa mipaka vile wanatritiwa, ndio venye inafanya sasa sisi kama watu ambao ni baadhi yao tunajitokeza kupigania haki za hawa watu. Na mimi sipiganii tu haki ya watu marginalized in a ward or in a constituency. Yes. Mimi napigania marginalized people countrywide. Okay. Kwa sababu sasa mimi nimejitokeza kama sauti ya wanamipaka. Okay. Yeah, that's why mimi nakuambia mimi nimejitokeza kujiita kama the president. Okay. Kwa sababu kwa muda mrefu nikiwa ni kwa kimo, yes, na kwa miaka sijapata yule mtu ambaye amejitokeza na akapigania haki ya marginalized people. Okay. So mimi kama youth nimekuja nikaona kuna hilo pengo na nikasema acha nijaze hilo pengo. Yes. Oh, hapo ni vizuri sana Mr. President. Asante. Naona uko na mawazo mzuri sana. Asante. Uko na maoni mzuri sana unayazungumzia. Yes. Lakini niko na wasiwasi au sikiki kule mtandaoni. Yaani mambo iko namna gani? Mambo ya mitandao. Yes. Kama kawaida unajua mitandao ina mambo mengi. Na ukifuatilia sana yale maisha ya mitandao is not the reality, yes, ya ile maneno iko kwa ground. Okay. Kumbuka kuna ground na kuna mtandao. Yeah. Ndio maana unapata saizi vijana wengi wanataka kuishi maisha ya mitandao. Yeah. Watu wengi wanataka kuishi maisha ya mitandao. Yeah. Na ndio maana mimi nilisema hii upresident wangu sitapigania haki za watu wangu kwa mitandao. Okay. I'll go by ground. Okay. Mimi nitakuja kwa ground, nipiganie watu wangu katika ground. Okay. Hata ni vizuri sana pia wewe ulinipata na ukasema ungependa kunioji na nitoe maoni yangu ili nchi isikie, ambapo ni kitu mzuri. Lakini kwangu mimi binafsi nilikuwa napenda kupigania haki za hawa watu on the ground. Okay. Kwa sababu unapata kuna mama wako pale hawako katika mitandao. Kuna wazee wako pale hawako katika mitandao. Yes. Kuna watu wengi hata tu ama youth, kuna wengine si wote wako kwa mitandao.
So mimi nikipigania watu wangu haki zao, nataka nipigane, wajue the president ni huyu na anatupigania kweli, amekuja ndo huyu, ameuza sera zetu ndo hizi, na hiki ndio kitu anafanya. Okay. That's why mimi nilisema sitakuwa kwa limelight sana kuhusiana na maneno ya mitandao, kwa sababu ile kitu watu wanafanya kwa mtandao is directly, sometimes is directly opposite to the reality. Hiyo ndio sababu ambayo inafanya watu wengi wanioni kwa mitandao. Na tena ile majibizana ya mitandao, unajua saa zingine at the end of the day unaweza pata isaidii sana mwananchi. Yes, hiyo ndio sababu. Na siasa umeifanya kwa muda gani, labda nikakuuliza swali kama hilo? Siasa nimefanya kwa muda. Siasa naweza kumbuka, mimi naanza kupiga kura yangu ya kwanza naanza kupiga mwaka wa 2013. Hiyo ni kura naanza kupiga mwaka wa 2013. So kutoka 2013 up to now unaweza piga, hiyo ni zaidi ya miaka 10. Hiyo ni zaidi ya miaka 10. Na kama kijana nimekuwa kwa siasa, nimekuwa na viongozi, nimechangia pakubwa katika uongozi wa watu wengine. So kwa siasa nimekuwa kwa muda mrefu. Uko na viongozi ambao unaunga mkono kwa hizi siasa, kwa sababu kumbuka 2027 tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Sielewa, uko na viongozi ambao labda unawaunga mkono kwenye uchaguzi mkuu wa 2027? Viongozi wapo. Viongozi wako na si hawatakuwa viongozi wa kwanza mimi kuunga mkono ama wa mwisho. Kwa sababu hata hapo nyuma ukiangalia kama 2020 the previous election, that is 2022, nilikuwa na viongozi kadhaa ambao tulifanya kazi nao pamoja, wakapatiana manifesto yao, tukaangalia manifesto, tukaona ni manifesto mzuri, tukasaidiana. Na ile kitu inanipea ni kwamba wale viongozi ambao nilifanya nao kazi previously, kitu ambayo inanifurahisha ni kwamba wote waliingia katika mamlaka na ni viongozi wa watu kwa sasa. Lakini sasa mahali ambapo tulikuja tukaguarana kidogo ni kwamba wakati wale walikuwa wanatafuta uongozi walituambia watafanya hiki na hiki na hiki. Nakumbuka mimi nimekuambia I'm the president. Na si rais tu, rais wa watu ambao wako katika mipaka, marginalized people. So wakati wewe kama kiongozi unanitafuta, kitu ya kwanza nakuuliza, wewe unataka uongozi, lakini kuna watu wanaitwa marginalized people. Hawa watu wewe una mpango gani nao? Hiyo ndio inakuanga my first question. My second question inakuaga, sasa vijana, sisi kama vijana, una mpango upi na sisi? Hayo ni maswali mawili mimi naweka mbele, kipaumbele kabla mimi nichukue huyo kiongozi. Na wakati mimi nilikaa na viongozi wakanieleza mimi niko na huu mpango kwa vijana na kwa marginalized people, I'll do this and that. Mimi nikasema kama ni hivyo, naona kweli una sera nzuri na ningependa nisukume sera zako, tufanye kazi pamoja na usaidie wananchi. Kwa hivyo tukirejelea kwa swali ambalo umeniuliza kwamba kama nina viongozi ambao naunga mkono, hiyo ni yes. Niko na viongozi ambao naunga mkono. Labda tu uwataje kwa majina watu waweze kuwajua, siwafiche. Nitawataja kwa majina kwa sababu pia nimefuatilia sera zao na nikaona ni watu ambao ni wazuri. Wengine nawajua, tumekaa nao mahali pamoja ama mahali moja ama pengine. Na wengine nimefuatilia sera zao na ningependa wasukume hiyo sera zaidi. Mimi nitasupport kwa uongozi. Ningesema ningeanzia hapa kwa governorship. Ningeanzia kwa governorship nikirudi chini. Na mimi ni mkazi wa Busia. Kwa hivyo sana wind up, nimepeana 12 minutes ndio iko. So to wind up haraka. Sasa hapo kwa governorship nikirudi chini ndio nitapeana. Nitasema mimi kwa governorship naweza msupport bwana Arthur Osia. Arthur Osia nimeona maoni yake
na matendo yake si mabaya. Okay. Ni mtu anataka kushika watu mkono, ni mtu anataka kutembea na watu. Okay. Kwa senator bado sijaona vizuri, lakini bado nafanya upelelezi wangu. Alafu tukienda kwa MP mwenye nilikuwa naye last time tukafanya kazi na yeye, alifika ofisi akakuwa mtu tofauti, lakini kwa sasa hivi mimi nataka kusupport mtu ambaye anaitwa Omeri. Okay. Omeri ni mtu mzuri, ni mtu tulikuwa na yeye previously na tena saizi amerudi, mimi nitasimama naye. Okay. Alafu kwa MCA kuna jamaa anaitwa, mtu mzuri sana, anaitwa Dindi. Dindi, huyo ni mtu mzuri sana, Vincent Dindi. Kwa MCA mimi nataka kuunga huyo mkono. Okay. 100% sure. Okay. Sababu ni mtu nimekaa na yeye, nimeona maono yake na nimeona mienendo zake. Okay. Unajua anasema birds of the same feathers flock together. Okay. Yeah. So mimi kulingana na wale watu nimekaa nao, hao watu nimeona wanaweza pigania haki za vijana, kitu ya kwanza. Kitu ya pili, wanaweza pigania haki ya marginalized people. Na sababu mimi kama president ya marginalized people, huyo mtu mimi siwezi mwacha. Sababu anapigania haki za wale watu ambao wako kwa mipaka, watu ambao wanaachwa nyuma kimaendeleo, watu ambao viongozi wakiingia kwa viti hawawakumbuki, lakini wakati wa kura wanakuja wanaomba kura. Ukishawapea wanapotea. Yes. Sasa kama wewe kijana uko na maoni gani ya baadaye? Ama maono yenye uko nayo ya baadaye? Maono yangu ya baadaye, yes. Kwanza sana nataka ku make sure that Kenya becomes a better country. Okay. We need a better Kenya, yes. A great Kenya, a prosperous Kenya. Hiyo ni maoni ya kwanza. Maoni yangu ya pili kama kijana, nataka siku moja tukuwe na usawa katika Kenya. Mtu mwenye ako Pokot ajisikie vizuri kama mtu mwenye ako kule Nairobi. Yeah, very true. Yule yes. Mtu mwenye ako huko Lodwar ajisikie vizuri kama yule mtu mwenye ako kule Central ama Kisii ama Kisumu. Ningependa usawa mimi kama kijana. Yes. Hayo ndio atakuwa mafanikio mazuri. Mimi kama kijana ningependa nione hivyo. Okay. Yes. Na labda tukimalizia, uko na jambo gani la kuelezea vijana wenzako na kuwapea nguvu la kuwasaidia? Mimi kitu naweza ambia vijana, yes. Kuna jambo nataka kuambia vijana. Yes. Kulingana na ile vitu mimi naona kwa mtandao. Ndio maana nimekuambia maneno ya mtandao sipendi, sababu tuko na kelele mingi kwa mtandao ambapo tukikuja kwa ground, yes. Mambo ni tofauti. Yeah. Na naweza kupatia good example kama zile kura zimekuwa by elections. Uliona kwa mtandao mambo vile ilikuwa mbaya. Mambo ilikuwa kwamba hawa ndio watachukua. Lakini wakati unaenda kwa ground unapata kumbe wale watu wako kwa mtandao ni kelele wanapiga kule, na pale tukirudi kwa kura si wale wanapiga kura. Ndio hao. Kura watu wanapiga kura ni watu tofauti. Tofauti. Sasa ndio unaona mimi nakataa sana maneno ya mtandao, nataka vitu ya ground. Yeah. So mimi naambia vijana tuache kelele mtandaoni. Yeah. Tuchukue kura, kwa sababu hata ukiangalia size statistics ya IBC, yeah. Wale vijana ambao wanachukua kura ni kidogo sana. Yes. Na tunatarajia kwamba a minimum of around 6 million youths wanafaa kuwa wanachukua kura. Yes. Lakini ukiangalia size statistics, I think it is less than a million. Okay. Watu ambao wanachukua, vijana ambao wamechukua kura. So mimi kile kitu naimiza vijana twende tuchukue kura. Tuache kelele ya mtandao. Mtandao haitaleta hiyo maendeleo tunataka. Mtandao haitatoa huyo mtu mbaya mnataka atoke. Mtandao haitaleta ule mtu mzuri mnataka akuje. Kitu inaenda kuleta mabadiliko ni moja. Yeah. Nienda chukua kura, ukae nayo tayari. 2027 wewe jitokeze na kura yako. Okay. Hiyo kura ndio itakusaidia wewe kama kijana. Kwa hivyo kelele ya mtandao tupunguze,